hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu Kaso? Ndio. Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapo, sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi, mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo walijua hii mtu kuliko sisi. Lakini mimi naendelea kumuongezea makosa ya Kasongo ndio igie kwa kichwa kabisa. Niendelee kumwambia Kalonzo? Nimwambie nisimwambie? Sasa haya, ametoka hapo. Ameingia mambo ya ICT equipment. ICT equipment yote amepeleka Kenya Power. Kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD. Yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan. Kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu hatumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that, amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Pale inaitwa Angata. Pale Kirigoris anajenga factory ya sukari. From there ameingilia mambo ya ukulima pia. Shamba ya Egerton University amechukua, analima ngano. Shamba ya Moi University amechukua, analima ngano. So kila kitu kwa hii Kenya, NTSA amechukua na watoto yake, ameleta formula ya kulipisha fines. Hiyo pia ni biashara yake. Mambo ya mafuta, petroleum, petrol and diesel, yeye ndiye analeta kitu inaitwa G2G. Hata ile iko Turkana amechukua. Lakini ile naaibisha ni ile biashara ya mtu ya kawaida ya matatu pia amechukua. Na watoto wake matatu ya Nairobi wanachukua. So ndio tunasema sasa, huyu mtu akirudi kwa bahati mbaya, mkilete mchezo, mkose kuchukua kura na kujitokeza, atauza Kenya na atafute proxies ajiuzie Kenya. So mjue